Leo tuna somo linasema namna ya kufanya ili wokovu wako uwe na matunda. Kuna wokovu ambao hauna matunda, hauna kabisa, toka umeokoka haujafurahia, haujala matunda ya wokovu. Kwa hiyo kuna namna ambayo unatakiwa ufanye ili uweze kupata matunda ya wokovu. Haleluya. Kitu cha kwanza kabisa ambacho unatakiwa ujue kwamba kila mmoja aliyekuja duniani ana kusudi la kufanya, na we ni vizuri ukajua kusudi lako uliokuleta duniani, umekuja kufanya nini. Ndio Mungu alichokuletea. Kwa hiyo ukishajua kusudi lako, utasimama kwenye kusudi na Mungu atakusupport kwenye kusudi ili matunda yaweze kuonekana. Tufungue kitabu cha Yeremia. Yeremia 1:5. Karibu. Yeremia 1:5 unasema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu anasema kabla sijakuumba nalikujua. Kabla. Na akakuweka kwenye kusudi lako. Yaani akakuweka, nikakufanya kuwa mfanyabiashara, nikakufanya kuwa nabii, nikakufanya kuwa mtume, nimekufanya kuwa pastor, nimekufanya kuwa mtumishi wa umma, nimekufanya kuwa, yaani kwenye pale nimekufanya kuwa mwalimu. Sehemu aliyokupelekea pale amekufanya yeye kuwa pale. Amekufanya wewe kuwa pale. Au wewe anataka uende pale. Anakujua. Umejua muda mwingine unaweza ukajiuliza hivi Mungu yukoje? Yaani Mungu maisha ni kama anacheza drafti. Akipata anayejielewa, anaenda naye mpaka huyo mtu anatisha. Yaani akajua kwamba kumbe mimi nimekuja kwa ajili ya kusudi. Aangalie mazingira yako. Watu wanaweza kukuona namna yoyote hile wanavyokuona. Hivi unaamini yule Rahabu kahaba yule ambaye ameandikwa kwenye kitabu cha Yoshua, ambaye aliwasaidia wale wapelelezi, ndiye alimzaa Boaz na aliolewa? Yule Rahabu kahaba ambaye wapelelezi walivyoenda kwenye yule mji wa Yeriko, yeye Mungu akapata nafasi ya kujua kwamba hawa watu wamekabidhiwa hii nchi, nijinyenyekeze mbele ya hawa watu na mimi nikapokee portion yangu, kwa sababu inawezekana baadaye wangu huko kule. Hapa wanalijua mimi ni kahaba, lakini naweza nikawa mama mzuri baadaye. Kwa sababu alijua, aliona, alisikia ndani yako. Ni kama wewe unavyojisikia kuwa mtu fulani, kufanya kitu fulani, lakini unakionea uvivu, unaona uwezi, unaona iwezekani. Lakini mwenzako alijua. Yani ukisoma kwenye Bible unaona mji wa Yeriko ndio mji uliosumbua wana wa Israeli kuingia, kwa sababu ulikuwa ni mji wenye ngome kubwa, kiasi kwamba hakuna mtu wa kawaida ambaye angejua kwamba Yeriko ingevunjika. Lakini huyu mama kahaba alijua ukuta huu utavunjika, nijinyenyekeze mbele ya hawa watu ili nifikie kwenye kusudi langu. Alijijua pamoja yeye ni kahaba. Mji wote wa Yeriko hadi mfalme alijua yule ni kahaba. Lakini ndani yake Mungu alijua huyu ni mama. Unajua kwenye uzao wa Rahabu ndiye ametokea Yesu Kristo. Lakini ukija kusoma tena kwenye kitabu, unasoma kitabu cha Ruth, unamuona Naomi anaenda na mume wake Emeleki, wanaenda Moabu. Emeleki na wanae wanakufa, anabaki Naomi peke yake. Wale wakwe zake wawili, Ruth na Orpa anarudi. Ruth anagoma kwa sababu alijua huyu mama anakoenda kuna Mungu wa kweli, kuna jambo litatokea. Lakini Ruth anaondoka na mama wake bila kujua ataishije, lakini alijua ndani yake kwamba mimi nitakuwa mama wa tofauti. Na anaenda anaolewa na Boaz, ambaye Boaz ni mtoto wa nani? Wa yule kahaba. Hebu fungua kitabu cha Mathayo 1:5. Mathayo 1:5 inasema, Salmon akamzaa Boazi kwa Rahabu. Unasikia? Solomoni akamzaa Boaz kwa Rahabu. Rahabu yupi? Rahabu kahaba. Hapa tunaanza historia ya Yesu Kristo. Anatafutwa Yesu hapa kwenye uzao. Kwa chanzo cha uzao wa Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Daudi kulingana na mazingira, anatoka kwenye uzao wa kahaba. Mungu alijua huyu sio kahaba. Huyu mama amebeba kitu cha tofauti kwenye tumbo lake. Na wewe kuna muda mwingine unajihukumu kwa sababu watu washakuhukumu. Usijihukumu. Wewe sikiliza ile sauti ya Mungu ndani yako inakuambia nini. Hiyo ndio ya kwako. Hiyo ndio ya kwako.
hiyo ndio ya kwako. No matter watu wanaongea nini, wanaongea ni watu. Rahabu hadi mfalme alijua yeye ni kahaba, lakini hapa tutakuja kuambiwa kwamba amemzaa. Hebu rudia. Salmoni akamzaa Boazi kwa Rahabu. Boazi akamzaa Obedi kwa Ruthu. Obedi akamzaa Yese. Obedi akamzaa nani? Yese. Obedi akamzaa Yese. Obedi ametoka kwa Boaz. Obedi akamzaa Yese. Yese akamzaa Daudi. Ukishuka chini kule unamuona tena mtu mwingine Yusufu. Anakuja kumpata Mariamu. Na ili ujue kulikuwa ni kizazi chenye baraka, Yusufu anagundua kwamba huyu binti ni mjamzito na mimba sio ya kwake. Anatumia hekima kumwacha. Akutumia nguvu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ni uzao wenye mipango, uzao unaojua kusudi la Mungu. Angekuwa hivi angemwacha, "Pai, ondoka." Lakini akasema no. Kwa hiyo Mungu anapokuandaa kuwa mtu fulani, lazima we mwenyewe ujue umetoka kwenye uzao gani, ili utembee na kile unachokitaka, ili kiweze kutokea. Acha waseme. Haleluya. Umeshindikana. Sawa. Una akili. Sawa. Tukikupa mtaji unakula. Sawa, nimekula. Lakini anachokijua Mungu kwenye maisha yako ni tofauti na anachokijua wanadamu. Hilo ndio lipo. Hilo ndio lipo. Hilo ndio lipo. Haleluya. Sasa turudi kwenye somo letu. Hili uweze kupata matunda, lazima uwe na mizizi. Hakuna mti yoyote ambao unatoa matunda hauna mizizi. Hilo ni jani au ua. Kwa hiyo watu wengi miti yao haina matunda kwa sababu hawana mizizi ya kuweza kuzalisha matunda. Fungua kitabu cha Wafalme wa Pili 19 mstari wa 30. Tumefika wana wa Mungu? Karibu. Wafalme wa Pili 19 mstari wa 30 unasema, na mabaki yaliyokoka ya nyumba ya Yuda yatatia mizizi chini na kuzaa matunda juu. Haleluya. Amen. Na mabaki yaliyokoka ya nyumba ya Yuda. Tunapoongelea Yuda, tunaongelea ukoo wa Yesu Kristo. Tunapoongelea ukoo wa Yesu Kristo, tunamuongelea nani? Tunajiongelea sisi, kwa sababu tumezaliwa kwenye huo uzao. Na mabaki hayo sio kila mmoja ataokoka, kuna wengine hawataokoka. Sisi tuliookoka lazima sisi tupandwe, tuweke mizizi na iende chini sana. Ikienda chini sana sasa ndio sisi juu tutazaa matunda. Yaani mti unapopandwa, mimi sio mtaalamu wa mambo ya agriculture, mimi sio mtaalamu wa kilimo, wa masuala ya kilimo, lakini naamini kwamba mti unapopandwa chini, naamini jinsi mzizi unavyozidi kwenda chini ndio mzizi unazidi kutafuta maji, ili yale maji yale yaweze kuzalisha kitu huku juu. Na jinsi ambavyo mzizi unaendelea kwenda chini, unaendelea kupata ardhi nyingine ambayo ni mpya, haijaguswa, ambayo ina rutuba ya asili, ili mti uweze kupata matunda mazuri kwa wakati wake. Haleluya. Kwa hiyo mtu yoyote unapotaka kulijua neno la Mungu, lazima kitu cha kwanza kabisa, lazima ukubali ardhi ni neno la Mungu. Jinsi ambavyo unazidi kuweka mizizi, ndio jinsi unavyozidi kulijua neno zaidi na kulichambua zaidi, likusaidie upate matunda. Yaani unapoongelea ardhi ni nini? Ni neno la Mungu. Lakini unapokuja kuongelea kwamba huu mti ni wewe mwenyewe uliopandwa. Kwa hiyo kitakacho kusaidia ni jinsi ambavyo unazama chini kwenye neno, kulijua neno. Ndio jinsi ambavyo wewe mwenyewe unazidi kutoa matunda juu, watu wanayaona. Dunia hii ni dunia ya matokeo. Yaani hata ukimsimulia mtu, unajua mimi na degree 6. Unajua mimi watu wanataka kuona kwamba wewe hizo degree 6 zimefanya nini. Yale matokeo ndio kile ambacho matunda kule juu. Ndio maana nakwambia, umejua mimi nimeokoka siku nyingi sana, nina miaka 17 kwenye wokovu. Alafu una nini? Na nina kwa lugha rakashanda bayanda. Baada ya kunena kwa lugha, natoa mapepo haya, ametoka haya, nini kinaendelea? Hakuna faida. Kuna faida za wokovu.
Ndio maana ukijikuta umeokoka alafu una hela, jiulize mara mbili. Haleluya. Ni jinsi ambavyo unaingiza mzizi wako chini kwenye udongo, kwenye neno, ndio jinsi ambavyo tunda lako linakuwa huku juu. Sasa watu wengi ni watu wa ibada za Jumapili. Anakuja kama hivi, akitoka akiweka Bible yake tena mpaka siku ya Jumaa inapanguswa. Inatafutwa haijulikani iko wapi. Hayo matunda utayapataje ndugu? Huwezi kuyapata. Lazima utenge muda. Niwapeni siri moja. Ukiniona nimekuja hapa na ubiri vizuri na unalipokea neno, healing, uponyaji unatokea, deliverance, prophecy na vitu vingine vyote, jua mimi kuna sehemu nilijificha. Hakuna mtu anayeniona. Kile ambacho nilikifanya wakati nimejificha ndio nikija hapa nakifanya sasa hivi. Sasa wewe umejificha lini ili tufanyie kitu cha tofauti? Mnapenda mpira, si ndio Unapoona mechi nzuri inachezwa, jua kocha alichukua muda wake mwingi kukaa na wale watu pembeni. Watu waoni kwenye mazoezi, wanafanya mazoezi, anaelekeza wewe cheza hivi, wewe zunguka, wengine mpaka anawatukana, wewe unakuwa kama mjinga, kitu ambacho hawezi kufanya mbele za watu. Ndio hao watu wakija sasa uwanjani wanajituma, yeye katulia hivi, anaangalia nilichowafundisha mnafanya kule gizani. Na wewe lazima upate muda kukaa na Mungu kule nyuma, ili ukija watu washangae unachokifanya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Rakatabakadosh. Watu wengi wameokoka ni maskini kwa sababu wameamua kuwa maskini. Yaani mimi Pastor Ken hapa nianza kuwatangazia, jamani mke wangu anataka kitenge, mimi leteni mkaa, mimi Kennedy, mimi niombe mkaa kanisani, niombe mchele kanisani, niombe unga kanisani. Rabo yeshekete pakadoji. Nina Yesu. Hao nikupigia simu, mwanangu tufanye biashara, tuungane mimi na wewe, alafu hivi na hivi, hebu nisaidie. Hiyo biashara haipo, mimi na Yesu. Nikishindwa nitapiga magoti, nitamwomba huyu Mungu aliyeniita mpaka alete hela. Rabo sakata pakadoshe. Rekeye sekete pakadei. Yesu anapenda. Sasa sikiliza. Ule mti umepandwa. Kwa hiyo wewe lazima utafute sehemu unaenda kupandwa, ukakae pale. Sasa kuna mtu mwingine sijamwongelea hapa, ni yule ambaye anasimamia lile shamba, ambaye ni pastor. Huyu kazi yake ni kuangalia huu mti usiuchomwe moto usiungue moto, huu mti usiugue. Kwa hiyo kazi yake, ndio maana muda mwingine ukija kanisani umezidiwa na kufanyia deliverance, ili mti uendelee kuwa na rutuba. Huyo pastor huyo ndio kazi yangu mimi. Wewe unachimba chini na kuelekeza, unaenda chini, lakini muda mwingine akikushinda unakuja, pastor kichwa kinauma, ninakuombea unapona saa hiyo. Pastor nimechoka, ninakukumbatia, ninakutia nguvu. Mwisho wa siku sasa na mimi sikukumbatii tena, unaenda kukumbatia wengine. Huo ndio wokovu. Haya, wewe mwokovu gani? Umebeba chumvi kwenye mkoba, umebeba mafuta kwenye mkoba, umebeba maji kwenye mkoba, akili yako ni mbovu, akili mbaya. Wewe inabidi umbebe Yesu moyoni mwako, utembee naye, yeye ni kila kitu. Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, anafanya mambo maishani mwangu. Yesu wa baraka. Hiya 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 hiya. Thank you Holy Spirit. Kwa hiyo mwana wa Mungu, nafikiri kwenye huo mtu umeelewa. Haleluya. Kuanzia leo kachukue maamuzi ili uweze kufanya kitu fulani. Kuna jambo ambalo Yesu Kristo aliliongea kuhusu mtu kupandwa. Yesu akawapa watu maelekezo wafanye nini ili wao watu wa tofauti. Haleluya. Fungua kitabu cha Luka 8 mstari wa 4. Tumefika wana wa Mungu. Naomba kila mmoja awe makini, kwa anayesikiliza na anayesoma asome. Karibu. Mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu zake.
Naye alipokuwa akizipanda, nyingi zilianguka karibu na njia, zikakanyagwa, ndege wa angani wakazila. Nyingine zikaanguka penye mwamba, zilipoanza kumea zikakauka kwa kukosa rutuba. Nyingine zikaanguka kati ya miiba, na miiba ikamea pamoja nazo ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikamea zikazaa 100 kwa 100. Alipokuwa akinena hayo, alipaza sauti akisema, mwenye masikio ya kusikilia na asikie. Wanafunzi hapo. Mwenye masikio ya kusikia fanyeje? Na asikie. Kwa hiyo aliongea kwenye jumuiko kama hili, kwenye kusanyiko kama hili, akawaambia mwenye masikio na asikie, na hakuna aliyesikia wala kujua alichokiongea. Endelea. Wanafunzi wake wakamuuliza, maana yake ni nini mfano huu? Akasema, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mifano, ili wakiona wasione na wakisikia wasielewe. Kuna watu hawako tayari. Kwa hiyo kuna wengine sitaliongelea leo. Endelea. Ili sitaliongelea leo. Karibu. Na huo mfano maana yake ni hii: mbegu ni neno la Mungu. Wale wa karibu na njia ndio wasikiao, kisha huja Ibilisi akaliondoa hilo neno mioyoni mwao. Rudia. Wale wa karibu na njia ndio wasikiao, kisha huja Ibilisi akaliondoa hilo neno mioyoni mwao. Hawa mara nyingi anaongelea watu wa kwanza ni wale watu ambao wana roho za familia. Watu wenye roho za familia mara nyingi kumjua Mungu ni ngumu. Unajua ni ngumu eh? Ni wajuaji hao. Ni wajuaji. Siku Mungu ananionyesha, akaniambia hao watu wanaweza kukuchosha mpaka ukachoka tena. Ishi nao kwa staili hii. Wenyewe watu wakiwa kanisani, yaani huwezi kuwachunga ukawachunga kama hivi Yesu anavyotaka. Lazima watatembea pembeni. Yaani nyinyi si mnaenda na njia hii. Yaani yuko pembeni anaangalia kwa hivi. Lakini mko wote. Lakini kitu kingine ni watu ambao kuja kanisani ni ngumu sana. Wanaweza kalisikiza neno wakalipenda, lakini ile haja kanisani ni ngumu kwa sababu ya zile roho zinamhubiria, zinampigia kelele, anashindwa kujua kwamba hii ni roho ya Mungu, hii ni roho ya shetani. Karibu. Na wale penye mwamba ndio wale ambao wasikiapo ulipokea lile neno kwa furaha, nao hawana mizizi, huamini kitambo kidogo, na wakati wa kujaribiwa hujitenga. Wakati wa kufanyaje? Wa kujaribiwa. Yaani kuna watu wanampenda Mungu, wanamwishi Mungu na wanakuja kanisani, lakini kwa sababu ya imani ile na thamani, kwa sababu mzizi unavyozidi kwenda chini ndio jinsi ambavyo unazidi kupata rutuba, na huku juu kunaonekana kitu. Yaani ukiona mtu unakwenda chini, juu kuna stawi. Kwa hiyo lazima adui atakuja tu. Yaani ni kama wewe shamba unalima. Jinsi ambavyo mmea unazidi kukua, ndio mbuzi wanaitamani, panzi anataka hale, wadudu wanataka wale. Ndio jinsi ambavyo shetani naye, jinsi ambavyo unazidi kuweka mizizi, anakuletea matatizo. Umejua mke mzuri huwezi kumjua, au mume mzuri huwezi kumjua. Amefichwa kwa sababu ni kitu bora. Amefichwa, haonekani. Anaweza kapita matenge tu pui, lakini yeye ndio mke bora. Amefichwa, kitu kizuri kinafichwa. Anaweza kuwa likaka likitembea kama linaruka, lakini huo ndio mpenzi wako, ndio mume bora kwako. Amefichwa. Kwa hiyo Mungu ana asili ya vitu vyake kuviweka chini, kwa mpaka kuvitafuta lazima wewe mwenyewe ukubali kuumiza kichwa, kuomba, kuteseka ili ukipate. Lakini watu ni wavivu, wanapenda bwerere. Hakuna bwerere, utakufa. Karamando. Haleluya. Kwa hiyo tunarudi kwenye somo tena. Rudia pale. Na wale penye mwamba ndio wale ambao wasikiapo hulipokea lile neno kwa furaha, nao hawana mizizi,
huamini kitambo kidogo, na wakati wa kujaribiwa hujitenga. Wakati wa kujaribiwa, kwa nini wakati wa kujaribiwa? Kwa sababu imani imeanza kukua. Fungua kitabu cha, weka alama hapo, tunarudi. Fungua kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro 1:7. Tunarudi lakini hapa. Karibu. Waraka wa kwanza wa Petro, mlango wa kwanza mstari wa 7. Ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu, ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, huonekana kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu anaruhusu jaribu kwa sababu ya ile imani yako ina thamani, kwa sababu yale matunda ambayo yako juu. Hivi unajua mti ambao una matunda ndio mti wenye hatari zaidi? Kwa sababu kila mtu akipita anaona yale matunda, anatamani kula embe, anatamani kula pera. Kuna mwingine anatamani huu mti aubebe aende nao nyumbani kwake. Kuna mwingine anasema huyu anajisikia ni kate ni ufanye mkaa, kwa sababu ya yale matunda ya juu. Kwa hiyo Mungu anajua anakupa kitu cha thamani, anaruhusu majaribu ili akija mtu atakayetaka kuharibu yale matunda ujue jinsi ya kudili naye, kwa sababu umepitia majaribu mengi. Hebu ngoja niulize swali. Hivi mtu akienda kugombea nafasi ya ubunge, sijajua, hebu unaona watu wanavyomtukana. Hadi mtu asiyekuwa na hela, mjinga yule bwana, hatuwezi kumpa. Mjinga kabisa, tumbafu kabisa. Wakati wana hata 100. Lakini yule jamaa anyenyekeeza tu. Huyu akili hana. Amefanya nini? Wanamtukana hadi kwenye vikao. Toka. Lakini mwisho wa siku anashinda kuwa mbunge. Wanamuita nani? Mheshimiwa. Lakini mheshimiwa umetoka kwenye aibu. Na wewe usiogope kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Rakashakata pakadosh. Nafundisha, natumia nguvu nyingi sana kuwafundisha. Alafu tumalize miaka 3 hapa hauna gari, hauna hela. Si utaniambiaje? Tutabidi tuojiane. Mimi niko mbali sana, nirudi nyuma niweza kufundisha kama zamani. Unajua zamani kuna fundishaga tu upendo nikuchukulie upendo. Huko nimetoka. Kanisa limekuwa. Toka tuwe na hela, tuwe na Yesu. Yesu akirudi tunaenda. Sio Yesu anarudi unashangaa tu watu fulani uwaoni. Hivyo wameenda wapi? Unapiga simu haipatikani. Unampigia mchungaji, "Pastor, mume wangu simuona watoto 2." Pastor naye patikani. Mnabaki kama kikao, mnashangaa mnakuja kanisani hapa. Kwa nini kimetokea? Malaika anawaambia nyinyi mmebaki. Wenzenu wameondoka. Haleluya. Nataka uwe hivyo. Hakuna. Yesu akija nduki. Mbinguni hamna pizza, mbinguni hamna baga, mbinguni hamna nyama choma, hamna ice cream, hamna hepo. Hivi vitu tunavipata hapa. Mbinguni hamna gari kali. Tutaishi kama malaika. Endelea. Hebu ngoja nisome mimi hapa. Kuna kitu kizuri ambacho ukikichukua ukienda nacho lazima kuna kitu kitokee. Sasa nasoma mstari wa 14. Hiyo Luka 8 mstari wa 14. Inasema hivi, "Na zilizoanguka penye miba ni wale waliosikia na katika kuenenda kwao wakasongwa na shughuli." Umejua kuna muda mwingine wewe unaweza kujiona uko busy ukashindwa kuja kanisani. Lakini zile busy zimeletwa na shetani. Yaani shughuli zikakubana, ndio maana muda mwingine mtu unapata kazi hadi Jumapili unaenda kazini. Ukaona, lakini siku utakapobadilika ndio siku Mungu atakuchagulia kazi ambayo Jumapili utakuwa kwa ibadani. Kwa hiyo muda mwingine unaweza ukashindwa kumpata Mungu kwa sababu umesongwa na mambo. Umejua muda mwingine nakutana watu waniambia, "Unajua pastor, niko busy. Yaani naingia kazini, natoka usiku. Kwa hiyo nashindwa kabisa, niombe." Naambia una akili wewe. Nikuombe nipoteze maombi yangu? Kwani simwombe mwanangu mwingine anatafuta kazi, anatafuta nini? Niombe wewe. Sasa wewe jiulize kwa unaingiza shilingi ngapi? Hata 500 haifiki. Shetani hakuchosha. Mwambie usinichoshe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya. Ni jinsi ambavyo wewe mwenyewe unaamua kibabe kwamba mimi msingi wangu uko hivi. Kwani ukimgomea shetani kwamba kazini siendi, haya ukiamua nifukuze, unafikiri utafukuzwa? Na ukifukuzwa utakosa kazi nyingine? Unaambia pastor, unajua unachezea maisha yetu. Mimi nimejaribu, nimeona. Ndio maana nakufundisha kitu ambacho nimekiishi. Na mkinisikiliza mara nyingi ninapofundisha, nafundisha maisha fulani ambayo mimi kwenye wokovu nimeyaishi. Pastor, unajua mambo yanabadilika sana.
yanabadilika nini? Si juzi tu haya maisha nimeishi, kwa nimeishi miaka 15 iliyopita. Haleluya. Yesu anawapenda. Haleluya. Hakikisha shughuli za dunia hazikutengi na uwepo wa Mungu. Dunia inapita na vitu vyake vyote. Mweke Mungu mbele, atakubariki. Mimi nimemuona. Namalizia. 14. Na zilizoanguka penye miiba ni wale waliosikia, na katika kuenenda kwao wakasongwa na shughuli na mali na anasa na nini na nini. Hao ndio naonea huruma. Yaani siku ya Jumapili ndio siku rafiki zako wanapiga hao, twende bichi. Hivi una akili kweli? Mungu akupi gari, utatembea kwa mguu mpaka umepata utapanda bajaji, uta request Bolt. Kwa sababu kwanza utaratibu wa Mungu endi nao. Haya, wewe umeokoka. Unaanzaje kwenda club? Unaanzia mguu gani? Jamani, unaweza kusema hivyo pastor, kusema pastor unajua unaongea vitu vigumu. Mimi nimeokoka nikiwa bado kijana sana. Miaka 24, miaka 24, 25. Nina gari nzuri kipindi hicho, Alteza mpya. Vijana wote ndio wanayo, na mimi ndio ninao mjini. Haijawahi kukanyaga club. Inaenda kanisani nimebeba Biblia, naweka nyimbo za gospel, nacheza mpaka narukaruka juu, niko na msifu Mungu, nimefunga vioo. Wewe ukiipata sasa, unatoka hadi jasho kwanza kwa sababu ya matumizi mabaya. Gari na trip nyingi za kwenda beach, club, kwa marafiki, kuzurura mjini. Unaenda kali yako kufanya nini? Nenda kununua nguo ngapi? Moja. Si utulie tu, utanunua hata wiki ijayo, kusanya hela ukanunue nyingi kwa wakati mmoja. Nimepigiwa simu na mtoto nataka nionane naye. Kuna kikao cha amna, nimemmisi. Una akili nzuri. Nataka niende kwa mjomba, wapi? Mbeya. Kufanya nini? Kuwasalimia. Hivyo na kusalimia watu wewe. Yaani umaskini. Nani mtoto nani kajifungua? Nani? Dada yangu mkubwa. Kama kajifungua, sijamuona mtoto. Kwani wewe huyo mtoto usipomuona wewe hatakuwa, acha kuharibu hela. Na mwingine anaacha kabisa kazi. Nataka nikamsaidia dada yangu, amejifungua, hana mtu kumsaidia. Na akili nzuri. Acha huo upuuzi. Yeye wakati anajifungua ana plani zake. Huyu hapa mke wangu, si alijifungua, si ndio? Tulikuwa tunamfanya kazi. Kwani tulimuita mtu? Kuna mtu alikuja kutusaidia? Hapana, alikuja tu kwa upendo, lakini sio kuaita. Walikuja kwa upendo na kaondoka, tuacha. Nabeba mtoto, nachoka mpaka nanena kwa lugha. Mke wangu anamshika kwa sababu ni wa kwetu sisi. Hatuwezi kuchosha watu. Kuna ndugu ananiambia tu tukusaidie, nikamwambia hapana, msije. Tuko na mke wangu wawili. Akilia tukichoka na usikia usingizi na mbeba. Na yeye anayatulia. Rakasakata bakadoshi. Na wewe usichoshe watu. Jifunze kupika uji. Jifunze kufua. Ndio hivyo dunia ilivyo. Mnapata shida kwa sababu mnawategemea watu. Acheni kuwategemea watu, mtegemeeni Mungu. Yaani kwa mfano mtu anataka kufunga ndoa, alafu anatukazania kweli. Message asubuhi. Changa. Una akili nzuri kweli. Kwani watuchosha? Kwani mke ni wa nani? Jamani, mke ni wa nani? Wa kwake. Kwani atuchosha sisi wengine? Unajua hela jatimia. Kama hajatimia tuambia sisi. Watu wana akili mbaya. Mume wako unatuchosha na michango ya nini? Unasema pastor una roho mbaya. Nisikilize, mimi hiyo tabia sina. Sikiliza, utakapomjua Mungu, Mungu atakuinulia watu ambao kuwategemea watasimama kwa ajili yako. Sikiliza wana wa Mungu, jifunze kujitegemea. Utakapojifunza kujitegemea, ndio upendo utaingia ndani yako. Kwa sababu mtu ambaye anategemea watu, ana upendo kwa sababu ni mtu wa lawama. Lakini mtu anajitegemea siku zote ana lawama, anawasaidia watu wengine. Rakasakata pakadosh. Thank you Holy Spirit. Yesu ni mtamu. Na zilizoanguka penye miiba ni wale waliosikia, na katika kuenenda kwao usongwa na shughuli na mali na anasa za maisha, na hayo wasiivishe lolote. Yaani wasiivishe lolote ni kwamba tunda lisipatikane kule juu, kwa sababu mambo yamewasonga. Haleluya. Malizia mstari wa mwisho. Na zile penye udongo mzuri ndo wale ambao kwa unyofu na wema wa mioyo yao hulisikia neno na kulishika,
kisha huzaa matunda kwa kuvumilia. Haleluya. Kwa wale ambao sasa wanaamua kulisikiliza neno, na baada ya kulisikiliza neno, lile neno wanalifanyia kazi, ndio hao sasa wanazaa matunda au na kuvumilia kwao. Kwa sababu kwenye jambo la Mungu kuna uvumilivu unahitajika, kwa sababu halitokei siku moja. Mungu anakutengeneza kwa mtu fulani, kama nilivyosema mwanzo pale kitabu cha waraka wa Petro, amesema kwamba imani yenu yenye thamani. Kwa hiyo kile chenye thamani kile kinajaribiwa, ili hata jaribu likija lingine unakuwa umeshavuka level hiyo. Haiwezi kuja from nowhere, itakuja baada ya majaribu kuwepo. Sasa watu wengi hawataki majaribu, hawataki. Wakijaribiwa kidogo, safari imeishia hapo. Amenuna, amekasirika, amezira, amekasirika, hataki tena, ameacha. Hayo sio maisha wana wa Mungu. Kwa hiyo lazima uvumilie, lazima watu wayaone matunda juu. Watayaona matunda juu. Chochote unachokitaka wewe lipo kwenye neno la Mungu. Chochote unachokitaka. Yaani muda mwingine unaweza kashangaa, haya, mtu unaweza kaniuliza, pastor, hiyo miaka yako 10 na hujaenda hospitali unafanya nini? Iko kwenye Bible. Na watu wasema, pastor, tunakusubiria ipo siku. Unaongea gaumu wala ugu, ipo siku tutakuletea parachichi hospitali. Hakuna, hamtaniona. Yesu yupo. Wewe kwenye uzima, amesema yeye ni uzima. Na yeye anaishi ndani yako. Kwa hiyo ni kudeclare tu uzima. Ni kudeclare tu uzima kwamba mimi ni mzima. Alivyo Yesu ndivyo nilivyo mimi. Alivyo Yesu ndio nilivyo mimi. Alivyo Yesu ndivyo nilivyo mimi. Una declare. Na ukiimba huo wimbo hutakaa hata siku moja kitandani, utanyanyuka tena. Kwa sababu Mungu anaruhusu muda mwingine mambo haya kukute ili yakujenge. Haleluya. Tumalizie kitabu cha mwisho. Fungua kitabu cha Yohana. Injili ya Yohana 15 mstari wa 16. Yohana 15 mstari wa 16. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Bila kuwa na matunda, hata ukiomba chochote huwezi kupata. Kwa sababu yale matunda ndiyo atakuweka kwenye level ya kimungu. Mtu akikuona na kutamani, anaona wow, hii kazi nikimpa huyu ataifanya. Matunda anang'aa hapo. Huyu anafaa. Huyu ni mtu smart. Huyu ni yes. Huyu ni mke. Huyu ni mume. Huyu yani ni matunda yameiva, yanapendeza, kila mtu anayepita anatamani. Mtu anaweza akasema, mimi pastor, mjua unaongea kwa sababu wewe ni mchungaji huko hapo. Nisikilize, mimi kamanda. Mimi nikivua hii suti, nikivaa jinsi, nikiingia mtaani nabeba zege. Na si sononeki. Maisha yangu sijawahi kukosa hela. Hata kabla sijaokoka. Ni maamuzi tu. Tena uwe na Yesu ukose kitu. Ni maamuzi. Tunda linatengenezwa kwa uaminifu. Ukitaka kuishi dunia hii vizuri, jitahidi kuwa mwaminifu. Mwaminifu kwenye fedha za watu. Nimefanya kazi mimi ambayo unafika kwa mtu anakupa milioni 60, 70, 100. Alafu kuja kupiga hesabu pale ya kwako milioni 5 au milioni 2. Na muda mwingine unafanya kazi mpaka unapata hasara, unachukua hela zako kwenye akaunti yako unafidia kwa sababu hutaki maneno naye. Kwa sababu wakati nimepiga mahesabu ilisema inatosha. Sasa nirudi tena kwamba imepelea. Hapana, nitachukua milioni zangu 6 nitafidia pale ili uaminifu uendelee. Nitafanya kwa fedha yangu. Wengi waliofanya kazi niliofanya mimi hawapo mjini, wamekimbia, wanadaiwa fedha kwa sababu waliishi maisha ya nasa, walinunua magari ya kifahari, walitoroka hela za watu. Kitu kingine, sipendi kukopa. Kopa kwa ajili ya biashara, lakini watu wanapenda kukopa na wakikopa hawalipi. Sasa Mungu atakubarikije? Huko nenda mbali pastor. Ndio tunda la fedha. Kuwa mwaminifu. Heshimu kile cha kwako. Hata ni 2000 ndio ya kwako. 1000 ndio ya kwako. Hivyo vingi ni vya kwao. Ndio maana leo nilikuwa nafundisha watoto pale, watoto wadogo. Ninawaambia wasile vyakula vya watu. Wasipende vya dezo. Hakuna kuomba shuleni. Hakuna kula kwenye nyumba za watu.
ana njaa aende kwa babake, amekosa akasinzia anywe maji mengi, atakuwa ni mtu mwenye kujitegemea. Anajua kwamba vitu vinatafutwa, sio vinaombwa. Hakuna kinachoombwa, vitu vinatafutwa. Ndio maana kuna watu wanatamani kuwa mapasta, kwa sababu umeona pasta fulani anahubiri. Anahubiri mwisho wa siku anaanza kuwa mjanja tu. Anafungua na kibanda duka kanisani ya kuuza chumvi na vitu, kwa sababu anatafuta hela. Amezoea. Ukisimama na Mungu, Mungu anakubariki. Usimuonee mtu, usimdhulumu mtu. Ukikuta anasema mtu vibaya, usiunge tera, nyamaza, shika breki. Inawezekana wewe anamsema mwenzaka vibaya, anamsingizia huyu ili baadaye akamchafulie huyu kwa huyo mtu. Kuwa makini. Yesu anawapenda. Kaweke mizizi ya upendo, kaweke mizizi ya kulijua neno la Mungu, kajifunze kuhusu Mungu, kamjue Mungu. Kwenye hiyo hengo unaotaka wewe, engo ipi? Ya biashara, kamjue Mungu zaidi. Kwenye ndoa, kamjue Mungu zaidi. Kwa watoto, kamjue Mungu zaidi. Kwenye biashara, kamjue Mungu zaidi. Kwenye afya, kamjue Mungu zaidi. Kwenye uchumi, kamjue Mungu zaidi. Mimi niwahakikishie kitu kimoja, wana wa Mungu. Hakuna ninachokifanya kikubwa kuwaombea watu ambao wana hela ili wawe matajiri hapa kanisani. Yaani kuna wanangu nawaombea sana na hela hamna. Nawaombea sana kwa sababu najua nyinyi ni kizazi ambacho mkipokea mtafanya kazi ya Mungu bila maswali. Ninawaombea, ninafunga kwa ajili yenu. Msiniangushe. Ninamlilia Bwana uwe na hela. Kanisa la watu hawana hela ni kanisa hovyo. Nawaombea. Na hakuna mtu mzuri kama aliyekuja zero kanisani alafu Mungu akambariki. Ndio maana sija kuambia kwamba tunataka kujenga jengo lote nikamwambia jamani tuite harambee, tuite mgeni rasmi, tufanye. Hatutaka tufanye mpaka nyinyi wenyewe muwe na hela. Tutaenda sisi wenyewe. Tukajidhalilike kwa mtu kwamba tuna Yesu afu tunataka uwe mgeni wetu rasmi, uwe kutuletea mchango. Nani mgeni rasmi? Ni Roho Mtakatifu mahali hapa. Yesu Kristo ndio mgeni rasmi. Wewe nitakuombea mpaka uwe na hela. Shatapakadosh. Basi malizia, soma tumalizie kwa ajili Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Haya na waamuru ninyi mpate kupendana. Haleluya. Amina. Ukishakuwa na matunda utapokea. Soma neno, jitenge, pata muda wa kujitenga, pata muda wa prayer. Umejua watu wengi wanajua maombi tu ndio yanasaidia mtu kuwa mtu fulani. Nisikilize, badilisha staili. Maombi bila maarifa ni kujichosha. Amen. Maombi bila nini? Ni kufanyaje? Unajichosha kweli. Lakini ukishakuwa na maarifa ya maombi kwamba ni maombi haya ni ya namna gani na nifanyeje ili iweje, biashara imeisha. Utapokea. Ipo siku tutafundisha maarifa ya kuomba. Piga makofi kwa Yesu Kristo.